Mtu mmoja Kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake. Alichukua watu 10 katika watumwa wake. Akawapa mafungu 10 ya fedha. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakaporudi. Fanyeni biashara mpaka nitakapokuwa nimerudi. Lakini watu wa mji wake walimchukia. Wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki mtu huyu atutawale. Ikawa aliporudi amepata ufalme wake. Aliwaamuru wawaite wale watumwa aliyekuwa amewapa fedha. Ili ajue faida aliyoipata. Lengo lake ilikuwa ajue alipowapa zile fedha wamezalisha kiasi gani. Ili apate kujua faida aliyowapa kila mtu kwa biashara yake. Faida yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako nimeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Kati ya fedha ulizokuwa umenipa nimetenga mafungu ya fedha faida mara 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile alipokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo. Yaani wewe umekuwa mwema na umefanya vizuri zaidi. Uwe na mamlaka juu ya miji 10. Lakini kwa sababu wewe nilipokuwekesha umezalisha na kupa utawala. Akaja wa pili akasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usitishe kwanza kidogo hapo, lakini uweke alama. Sawa. Kwa tunaona huyu mtu mmoja Kabaila siku moja aliwaza kwenda nchi ya mbali, lakini akawa na fedha ambazo alikuwa ameziandaa. Akawaza kama hizi fedha ninaondoka nazo kule hazitakuwa na faida. Ikabidi azitawanye kwa watu ili wazalishe. Tafsiri ni kwamba aliwapa mkopo. Kwa sababu tunaona kwamba kuna riba ambayo alikuwa anaitaka baada ya zile fedha kwa amewakabidhi. Kuna watu mnanielewa? Ndio. Basi Biblia inaniambia kwamba wakati amewapa zile fedha aliondoka akaenda kutafuta ufalme. Alienda kule akazunguka, akaenda kutafuta, mwisho akafanikiwa. Lakini wakati anawapa zile fedha kuna aina ya watu waliinuka wakazuia kwamba huyu mtu asigawe hizi fedha. Na lengo lao ilikuwa ni kuzuia kabisa mpaka huyu atapata hasara. Kama mnaelewa. Kwa maana kuna maneno hapo utakuwa unasikia. Lakini alipoenda kule Mungu alimsaidia huyu mtu akafanikiwa. Huu ni mfano ambao Yesu anautoa kwa ajili ya fundisho la watu. Sasa akaenda kule, alipofika akazalisha, yeye akapata, lakini alipopata akarudi. Aliporudi wale watu 10 aliokuwa amewapa zile fedha alikuta kama tulivyokuwa tunasikia. Yule wa kwanza alikuja anakimbia anasema, zile fedha ulizonipa nilizizungusha, nilichanganya, niliuza biashara, nikauza mchicha, nikauza nini, lakini pesa hizi zimezaa mara 10. Faida yake ndio hii. Alipoona vile alichokifanya huyu Kabaila, alichukua huyu mtu akamfanya kwa mtawala juu ya miji 10. Maana yake alimpa pesa nyingine zaidi, akawapa na wengine, huyu akawa anakusanya ile faida. Sio kama mnanielewa? Kwa sababu ya huyu mtu kumuongeza ni kwa sababu alikuwa ni mzalishaji. Sio kama mnanielewa? Ndio. Mwambie wenzako uzalishaji. Yaani Mungu anataka uzalishaji. Lakini wewe umechagua kutozalisha. Kwa hiyo maisha hayo umeyachagua mwenyewe. Tena mwambie Mungu hayupo hapo, umechagua mwenyewe. Kupe wa pili. Akaja wa pili akasema. Wa pili alipokuja akasema, Bwana Mungu. Bwana. Fungu lako nimeleta mafungu 5 faida. Huyu alipata faida mafungu 5. Akamwambia, huyu naye
wewe juu ya miji mitano. Wewe kwa sababu umezalisha mafungu matano utakuwa na miji mitano. Akaja mwingine akasema, Bwana, hilo ndilo fungu lako hili ndilo fungu lako ambalo niliweka katika